Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Amen. We love you. Amen. Nitukwendete. Amen. Amen. Kaneni tika. Kipasa sauti ni hicho ndu. Tupige makofi mengi kwa ajili ya baba yetu. Tukune Yesu ile witumoko. Pale kwetu tunapenda kusema mahali hapa ni lango la Bwana. Nienda kwasi abantu bani muomone mbingiloni ya Ngai. Kwa hiyo hapa pia ni kwetu. Pani kwitu. Nataka niseme mahali hapa unasema ni lango la Bwana. Nasi hapa andu ba yase ni mbingilo ya Ngai. Mahali hapa Lango la Bwana. Bandu ba. Mahali hapa Ni lango la Bwana. Bandu ni ba. Ni mbingilo ya Ngai. Jambo la pili. Undu wakeli. Tunapenda kusema Aba, alafu nasema hata sasa Bwana ametusaidia. Kwa hiyo nikisema Aba unasema hata sasa Bwana ametusaidia. Aba! Hata Bwana ametusaidia. Na wafundisha. Tunaenda ni darasa. Nikisema Aba si ni father Aba. Sawa nisikilize basi. Aba unasema yaani baba hata sasa ametusaidia. Na sia Aba ulawa alilowayo kibiblia ni nau oyasia nau no tutethete kubikayu. Aba yaani baba hata sasa ametusaidia. Aba yaani baba hata sasa ametusaidia. Mmefaulu tu. Aba nau kubikayu no tutethete. Tujipigie makofi mengi. Tukunie moko ni tuabita mutiani usu. Tukiwa tumesimama tu. Tuungamiti wa una maumaitu. Ningependa tuimbe wimbo unasema wema wa Mungu umetusaidia. Nienda tuine wadhiu asia usio wanga. Tuimbe kwa furaha kabisa. Tuine notanu mwingi miu. Tumsifu Mungu maana ametusaidia. Kama asingetusaidia tusingekuwa hapa. Kama asingetusaidia tusingekuwa hivi tulivyo. Lakini tuko hivi tulivyo maana Mungu amekuwa msaada wetu. Amen. Karibu sana. Amen. Karibu sana. Tutaimba sana. Nitukwina muno. Karibu. Karibu. Makofi kwa Bwana. Jamani twende pamoja. Hakika wema wako haupimiki, unainua hata walio chini, unawaketisha na hao wakuu. Wema wa Mungu umewasaidia. Hakika wema wako haupimiki, unakumbuka hata watoto wetu wakati wa njaa wawapa chakula.
Naomba tufungue kitabu cha Mithali sura ya 29. Tuvingue buku ya Ndimo kilingu cha 29 mstari wa 18. na msawe 18. Mithali sura ya 29. Ndimo 29 mstari wa 18. na msawa 18. Nataka tusome pamoja. Nienda tusome pamwe. Naomba tusome pamoja, 1, 2, 3, twende. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikae sheria. Tusome tena. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikae sheria. Amen. Naomba tukae. Nikuleti lebila situ. Baba ameshaomba, na uniwaboya. naomba tutwende moja kwa moja. Na kuuni kuleti endo imwe ndetoni angai. Namshukuru sana Mungu kunipa nafasi Ni mutungi angai mubea muno nundwa unenga mwanya ya kusimama mbele ya watumishi wake. kuungama mbe wathu kumimake. Hatukupanga kuwa hapa, Tuyibangite kwitha ba, lakini Mungu alipanga. ini ngai mwene ni wabangie. Na Mungu akipanga, Na ngai mwene apanga, inakuwa kama alivyopanga. kwithia wondu ubangie. Haikuwa rahisi, Kuyila isi, lakini kwa kuwa Mungu amekusudia leo ini nunu ngai ni ubangie kwamba umundi, nitakuwa hapa ni thi waku na kabiani. kwamba atanitumia kukuhudumia, Na nukundume yaku. basi imekuwa hivyo. Ni kwithi iwou. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu. Nitutungia ngai mubea muno. Tunashukuru kwa ajili ya baba wa nyumba Nitutunga mubea nundu wa ithe wa nyumba pamoja ino. na mama Pamwe na mamu. kwa kutukubali Nundu wa kuwa utwikitikila. hapa Kwithwa banduni na ba. kutupa nafasi Na kutunenga mwanya. kwenye madhabahu haya Kithembe oniki. ili kulihudumia kundi la Mungu. No kenda tutukume. Atulichukulia ni Ngai. jambo la kawaida, Tuikuwa sonduta wa kawaida. tunasema ni neema. Tuyasiano mumo tu. Ni kushukuru na wewe Na kungutungie mubeawe. kwa kuwa umekuja kumsikiliza Mungu Nundu ni wukia kumwigwa na ngai. kuhakikishia ya kwamba Ni kuikithia ati lili. utamsikia Mungu katika ibada No hii. mwigwa ngai uthaithi. Nasema tena utamsikia Mungu katika ibada hii. Nungililo ingino kuigwa ngai uthaithi. Ujumbe tunaokwenda kujifunza Utumani ulati kuimanyisia. unasema maono Wiasia woni. na mbeba maono. Na mundulo kuwa woni. Maono Woni. na mbeba maono. Na mundulo kuwa woni. Tuangalie maana ya maono. Tambiliye na usisi ai. Ndetweno woni. Waliulo wayo ni chao. Unaweza kuwa na tafsiri nyingi, No witho na mawaliulo maingi. lakini naomba nikupe tafsiri moja tu. Indi niendo ukunengo waliulo mwe. Maono ni mtizamo, Woni ni musisio. dira, Na mpango, mpango. mwongozo. Na kindu chao kutongoesya mwoloto. Maono ni mtizamo. Woni ni musisio. Hilo neno mtizamo inatokana na neno kutazama, sawa eh? Ndetweno musisio yumanana kusisa. Dira au mpango Mubango kana ndira. au mwongozo. Kana mwoloto. Unapoanza mwaka Ila wambililia mwaka. unafikiri Nuswania. mwaka huu nitafanya nini. Uwa mwakoni kata. Unaweka mpango No yia wa mubango. kile ambacho ungefanya mwaka huo. Kila uenda kwika mwako yu. Unapoanza huduma Ila wambililia. unaweka mpango, Ni wiki ya unaweka mubango. dira Ni wiki ya woni. kwamba utaanza kufanya nini. Wiyambililia kwikata. Neno la Mungu linasema Ndeto yanga iya. pasipo maono, Pate woni. pasipo mipango, Pate mibango. pasipo dira, Patena mubango muyani. pasipo mtazamo, Patena musisio. watu huacha kujizuia, Kwisubia. watu hupotea, Andu ni maa. watu hukosa utaratibu Nandu ni maa. kwa sababu hakuna maono, Nikinundu maisha. kwa sababu hakuna mipango. Paina mibango. Na leo nataka tuongee juu ya maono na mbeba maono. Na kwa mundu nienda tunene muno yulu. Maono yapo,
woni waku maono yapo, woni wibo, lakini ili upate matokeo ni lazima awepo mbeba maono. Bwana sifiwe. Na nitakapozungumza juu ya mbeba maono, nitaongea pia kwa kifupi sana juu ya wanaokamilisha maono, juu ya wale wanaofanya maono yalete matokeo. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Pasipo maono watu hukosa utaratibu. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Basi ili tupate utaratibu, ili tupate mpango, ili tupate dira, ili tupate mtazamo, ni lazima tuwe na maono. Nasema tena, ni lazima tuwe na maono. Kama umeokoka, lazima uwe mtu wa maono. Kama unamjua Mungu halisi, ni lazima uwe mtu wa maono. Na unapokuwa na mtu wa maono, ni lazima na wewe uwe tayari kutimiza yale maono. Ni lazima na wewe uwe na maono. Sema haleluya. Anasema bali amebarikiwa, yani amefanikiwa, ana matokeo, mtu yule ashikaye sheria ya Mungu, ashikaye sheria ya Mungu. Amebarikiwa ashikaye neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Nasema tena, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye tafsiri ya Biblia ya neno, neno, Biblia ya neno inasema, tafsiri inaitwa Kiswahili cha kisasa, tafsiri yake inasema hivi: mahali pasipo na ufunuo watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule anayeitii sheria. Sheria inayozungumzwa hapa ni neno la Mungu. Mahali pasipo na maono watu huangamia, bali ana heri mtu yule ashikaye sheria, ashikaye mafundisho, ashikaye maonyo, ashikaye kurejeshwa. Sema haleluya. Nisikie amina. Haleluya. Amebarikiwa mtu yule ashikaye neno la Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Nikianza huduma, sijaanza tu hewani. Nimekaa chini. Naanzaje? Naendaje? Nataka huduma iendaje? Nataka kufika wapi? Nataka niwe mhubiri wa namna gani? Nataka kuwa mchungaji wa namna gani? Baba yetu amesema hapa, si kila mtu ni rafiki yake. Sio kila mtu anaweza kwenda naye. Sio kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Lazima mtu mwenye maono anachagua watu wa kwenda nao. Maana ukienda na kila mtu, hautafika unakotaka kwenda. Ukishikana na kila mtu, hautafika unakokwenda. Maono yataishia njiani. Lakini nataka nikwambie, lazima ukiwa mtu wa maono, uchague watu wa kuwa nao, uchague watu wa kutembea nao, uchague watu wa kufanya nao huduma, uchague watu wa kuomba nao, uchague watu wa kukaa nao. Mtu wa maono hakai na kila mtu. Kule kanisani nawaambia,
Mtu mwenye maono haendi kila mahali. Nikaenda mbele zaidi nikasema mtu mwenye maono hali kila kitu. Akikutana na machungwa twende, parachichi twende, mayai ya kuchemsha twende, soda ya baridi twende, mudhokoi twende, githeri twende. Mtu mwenye maono hali kila kitu. Mtu mwenye maono hakai kila mahali. Mtu mwenye maono haingii kila mahali. Mtu mwenye maono haabudu kila mahali. Mtu mwenye maono ana menta. Mtu mwenye maono ana nyumbani. Mtu mwenye maono anaye baba. Mtu mwenye maono ana Roho Mtakatifu. Mtu mwenye maono, haleluya. Haleluya. Sema amina iliokoka. Sema amina iliokoka. Maono ni msingi wa jambo lolote linalohitajika kuleta matokeo. Maono ni foundation. Haleluya. Sebu sema nyuma yangu, maono ni msingi wa jambo lolote linalohitajika kuleta matokeo. Ukihitaji huduma yako iwe na matokeo, lazima uwe mtu wa maono. Usikae tu sagalabagala. Usikae tu sagalabagala. Usikae kama wengine. Kaa kama mtu mwenye maono. Amen. Kweli kabisa. Mimi nasema kweli. Mtu mwenye maono ni wa tofauti. Kuongea kwake ni tofauti. Akiongea tu unaona huyu mtu mahali anakoelekea ni mahali pazuri. Maana ni mtu wa heshima. Ni mtu mwenye maono. Mkimpa nafasi ya kuongea, anajua kuongea. Maana ni mtu wa mipango. Amen. Sio anaongea ujue ameanzia wapi, amalizia wapi, imeishia wapi. Mtu mwenye maono anapanga mambo. Anapanga hata kuongea. Maana ana Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atamfundisha namna ya kusema, na namna ya kusimama, na namna ya kuvaa, na namna ya kula. Sitoki huko. Haleluya. Naongea juu ya maono na mbeba maono. Na kazia sana hapo kwenye maono. Maana mbeba maono anajielewa. Anayebeba anaelewa. Maana uwezi kubeba usichoelewa mama. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Nimesema maono ni msingi wa jambo lolote linalohitajika kuleta matokeo. Nilipoanza kanisa, mahali pa kwanza kabisa nilikuwa na maono na ikaanza kuleta matokeo. Aliyetupangishia uwanja akaniita akaniambia, unajua sasa ninataka tuiboreshe hii huduma. Sasa tufanye hivi na hivi na hivi. Na ukikubali tufanye hivi hautakuwa na shida ya pesa. Sababu nitakuwa na kulipa mshahara. Amenikodeshea. Na akaomba kuwa mshirika. Na nikamuombea. Akaanza kuwa mshirika. Impact ya maono ilipoanza kutokea, akataka kuwa bosi, aniajiri. Akakutana na mtu mwenye maono. Nikamwambia kiwanja chako hicho. Nikasema nitaenda kuanza chini ya mti, maana nina maono. Nikamuuliza, Bwana niende wapi? Bwana akanionyesha. Nikaenda kutafuta mti niabudu pale. Maana niliwekeza kwenye kile kiwanja mpaka niliuza gari.
Kwa hiyo nikitoka pale naambiwa sasa basi jitegemee. Sina kitu tena, hata kuhamisha material siwezi. Nyumbani kwangu nimempangishia mtu, maana nilipata mahali. Lakini nataka nikwambie, mtu mwenye maono hakosi vita, lakini vita vyake anavishinda. Maana Bwana atafanya njia ya kutokea, Bwana atafanya mlango. Mtu wa maono ni mtu wa vita, lakini mtu wa maono ni mtu mshindi. Amen. Ukiwa na maono ukikosa vita, hayo sio maono, ni ndoto. Tena ndoto za mchana hazina vita, maono yana vita. Amen. Najua Mungu amewekeza kwako. Kuna vitu Mungu anakuonyesha kufanya hapa kanisani. Nataka nikwambie, ukianza kufanya hivyo, tegemea na tarajia vita. Lakini mtu wa maono haogopi vita, maana vita ni sehemu ya maisha yake. Na kama vita ni sehemu ya maisha yake, ushindi ni sehemu ya vita vyake. Amen. Mfalme Sauli anamwambia Daudi, Musume Sauli amwenda Davidi, aise, nini unataka? Unataka kufa? Unasema unataka kupigana na nani? Kwenye mazungumzo wamekaa ndani. Daudi amesikia sauti ya Mfilisti, akagundua ya kwamba yeye ni mtu wa maono. Kwa hiyo mtu wa maono, vita ni sehemu ya maisha yake. Akasema, vita hivi nipeni mimi, ninaye Bwana anayejua kupigana, niruhusuni, nipeni nafasi. Ndugu zake wakaongea mabaya. Kwani ndugu zako wewe ni nani? Unanielewa vizuri? Ndugu zako unafikiri wewe ni nani? Yesu aliachwa hekaluni na wazazi wake, akiendelea kumega mkate, akiuliza maswali. Wazazi wake wakaenda mwendo wa siku 3, wanageuka, mtoto hayupo. Wakarudi hekaluni, wakamkuta, wakatuma ujumbe. Ujumbe ulipofika, walimwambia hivi, baba, ndugu zako, wazazi wako na ndugu zako wanakutafuta. Unajua alijibu nini? Wazazi wangu na ndugu zangu ni hawa. Ndugu zako wewe ni nani? Ndugu za Daudi walimcheka, wakamwambia, acha kierere, wacha masifa, una kierere sana, unatuona sisi hatuwezi vita. Rudisha sifa nyumbani. Mtu wa maono azimu ina maneno, maneno yanamchochea kutimiza maono, maneno yanamchochea kutimiza maono. Hata kama wanakusema vibaya, maadamu unachofanya ni njema, maadamu unayofanya ni mema, ya kuchochee kufanya hayo mema, ya kuchochee katika jina la Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Daudi yale maneno yakamchochea, akaona hapa Davidi neto Yesu si ananyesi amwiki abinya. Hao ndugu zangu asiana amwaitwa si adui zangu. Aimoti ya maidha kwa kumbe. Akapita njia nyingine. Kuna kono vile lanza. Ghafla akajitokeza kwa mfalme. Na akasema, nipeni nafasi. Huyu ni nani analitukana jeshi la Bwana? Huyu ni nani anamtukana Mungu wangu? Mungu wa majeshi ni nani huyu? No. Nipeni nafasi. Nengei mwanya. Sasa unajua mtu mwenye maono, niwise mundu inawoni, huwa anavunjwa moyo. Nutula wango. Lakini ukiwa na maono, usivunjike moyo. Nduketi kile kutulika ngo. Amen. Okay, baadaye akapewa nafasi. Netina wa maundu asuma ingia. Akavishwa mavazi ya kivita.
Atatakwiki wanguasia kao. Lakini umo mwanaambia, lakini angalia, Lakini no kutenda. huyo jamaa amekulia vitani. Tangu mdogo amekulia vitani. Kuma wanawake imundu yeye ni kauni ni mukitia kao. Hilo alikumtisha Daudi. Alijua na Mungu aliye upande wake. Akasema ngoja nikuonyeshe advertise. Mavazi yako chukua, naenda na Yesu wangu, naenda na Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi, nielekeze nifanyeje? Chukua kombeo na mawe 5. Akachukua kombeo, akaingia mtoni, akachagua mawe 5. Sema haleluya. Sasa wakaingia pale. Na yuma alikabau. Naongea juu ya maono na mbeba maono. Endwa ni nena yulua woni. Maono ni mzigo. Ni mzigo. Haleluya. Ambalo Mungu amekupatia. Lakini anakupa neema ya kubeba. Mahali pasipo na njia anafanya njia. Mahali pasipo na maji anatoa maji. Maana unabeba kusudi lake hapa duniani. Amen. Wakafika pale wakakutana na Goliath. Mali kiwanzani chakao na David akomana na Goliath. Unajua Goliath alimwambia na nini? Jamaa alikuwa anapasha tu. Anapasha tu. Akwete kuika. Anajipasha tu hapo. Kukweka mazoezi. Haleluya. Haleluya, anapasha tu namna hii. Akwete kuika mazoezi. Goliath ni kama anaona kasisimizi kanakuja. Na yu Goliath ya chamedo make ona ni tanduti yukite. Akaona kama maigizo. Ai, ona tedhao ya kutaka. Sababu ni jamaa limeenda hewani. Nundu Goliath ai mundu. Ni jamaa limeshiba. Ni jamaa lina silaha ya vita. Jamaa amejikava kila mahali. Haleluya. Daudi anatokea na t-shirt. Na Daudi anatokea na kakanzu tu. Na kita kanyasa kake. Na kakikombe na kakudha kake ba. Akamwambia unanijia mimi na kombeo. Goliath asisi akulia ubukia. Akaanza kumtisha na maneno. Sikia leo. Leo. Utasaulika kutoka leo. Lakini mtu mwenye maono naye abakigi nyuma. Na mimi nakuhakikishia leo kwa jina la Bwana wa majeshi, sio kwa jina langu, sio kwa jina la mfalme, ni kwa jina la Bwana wa majeshi. Leo kichwa chako nitawalisha ndege wa angani. Nataka nikuambie mtu mwenye maono, kile anachotamka, kwa sababu anamtegemea Mungu, lazima kitakuwa. Lazima undusuke kuyania. Amen. Kichwa hakijaenda kwa ndege wa angani. Chongo kiyai kuine wanyunyisia yaya. Kichwa kilikatwa. Chongo chango liya. Kwa sababu ni Bwana wa majeshi. Nundu ni Jehova. Nasema kaviani kwa sababu ni Bwana wa majeshi. Kaviani nundu ni Jehova wangu. Tuna baba yetu hapa. Mungu amempa maono katika mlima huu. Yeye ndiye mbeba maono wetu. Na sisi tunashika mikono yake. Kama Huri na Haruni. Kutimiza maono ambayo Mungu ameweka juu yake. Maono ni mzigo mzito, lakini Bwana anatupa watu. Bwana anatupa masponsa. Na watoki Ulaya, wanatoka hapa hapa Machakos, wanatoka hapa hapa Kenya, wanatoka hapa hapa Kaviani. Sio mwingine, ni wewe uliyekaa hapo. Ndiye una sponsor hayo maono mpaka yalete matokeo. Mpaka woniuwe tosungio. Bwana asifiwe. Mwe Yesu ndataiwe. Bishop ameongea hapa mpaka machozi yamenitoka. Bishop anena bamba kamedho mauma. Mwaka jana, mwaka mudhelu, Mungu alitupa eneo. Ngaina tunengie bando. Tukalinunua. Na twadhoa. Ukiniuliza pesa zimetoka wapi? Niyo kangulia wala ni kwenye mfuko wa Mungu aliyeniita. Ni mubukoni wanga yula wambetie. Niliuza vitu vyangu vingi. Ninadhoise sindu siako. Niliuza plot.
niliuza gari, nikawekeza kwa injili. Sikilize, siku moja asubuhi nikapigiwa simu na mtumishi wa Mungu moja, akaniambia Mungu ameniambia usifanye kazi yake, fanya kazi yake pamoja na yeye, fanyeni pamoja, usifanye peke yako, wacha kuuza vitu, tazame Mungu aliyekuita atashughulika. Mimi nilitaka matokeo, nina maono, nataka matokeo. Kumbe hii kazi bana ina mwenyewe. Usiache kula kwa sababu kazi inakungoja. Hapana, kula na Bwana atashughulika. Usiache kuvaa kwa sababu eti kazi mnajenga. Hapa Bwana atashughulika. Maada mujafasti, kula sana, maana kazi sio nyepesi. Naongea juu ya maono na mbeba maono. Pasipo maono watu huangamia, watu hushindwa kujizuia. Lakini amebarikiwa mtu yule ashikae sheria ya Bwana. You are blessed, umebarikiwa. Amen. Uwe mtu mwenye maono. Mundula winawoni. Mtu mwenye maono ni mtu mwenye utaratibu. Ni mundu witha na mutalatala wa kwika maundu. Mtu mwenye maono ni mtu mstahimilivu. Na mundu winawoni, mundu winaumisyo. Kwa sababu usifikiri ukiona leo inatokea. Ndukaswane wono mundu naumila. Utapita jangwani, ukesela weuni, lakini maji yatatokea. Indi weuni usuke dhima kikaumila. Amen. Si tuliharibu vichwa kule kwetu. Kuya kwetu ni tuanangie mitwe. Especially mimi ninayebeba maono. Na muno nye ni kuitoa woni. Tukisimamaga tunasema wasalimia wale wako. Tuunga wata asiyama kedi alame kuya. Wako kwa balkon huko juu. Alame kuya ulungolobani. Tuliharibu ni tuanangie mitwe vichwa kwa sababu ya maono. Nundwa woni ulati na hapo tuko kwa mabati. Na baute mabati ni ndene. Na tunasalimia 1000 ya watu walio kwa balkon. Na tuikeje makini mando alame yani kanisa yitu lati na yoni ya ngoloba tuike ni ngoloba tuikeje. Neno la Mungu linasema, ndeto yanga iya sia, neno la msalaba ndeto eno yangelanyo kwa wanaookolewa, kwa idiala tu. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni kwa alame kwa ni upuzi. No tumanu. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Yani sisi tumeharibu kichwa kwa sababu tunajua neno la msalaba ni nguvu. Lakini kwa wanaotutazama walio nje, wanatuona ni wapuuzi, wajinga. Tunasalimia watu wa balko. Tukedi alame kuya ulungolobani. Amen. Hallelujah. Mwaka jana, mwaka mdhelu, nikasema ni lazima tutoke kwa mabati. Na seni lazima tume mabati ni. Aujue tumetoka kumaliza kulipa kiwanja, tunatoka kwa mabati. Yuti nituwa mina kuiba plot ni tuenda mabati ni. Na tuko washirika 24. Na ti ashirika adhaidi miongweli nana. Na watoto 37. Na siana miongweli tu wa muonza. Tunawachanganya hapo, tunapata 50 na karibu 60. Kwa utu imabula nyabunde ineti kwata miongwe 5 na kiendu baku miongo 3. Tunajihesabu hivyo. Na tuita la awidie. Nikakumbuka neno la Bwana linalosema, na likanono ndeto yanga, kwa msaada wa Bwana tunatenda mambo makubwa. Tutatenda mambo makubwa. Nikasema kwa msaada wa Bwana tutajenga jengo la maana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nikasema nikipima jengo dogo, na senadhima mwako munini, Mungu akija kutusaidia ngaiyo kakututedia, tutakuwa na jengo dogo. Tukeliwa na kamwako kaka. Nikipima jengo kubwa, na dhima mwako Mungu akija kutusaidia tutakuwa na jengo kubwa. Tukeliwa na nikaamua kuchagua jengo kubwa, maana najua Mungu atakuja kunisaidia ili tuwe na jengo kubwa. No kenani na mwako munene. Na nikasema hivyo hivyo
na nawe tou lazima iwe na balcony. lazima iwe na Hata ngoroba. kama hatutaanza hiyo balcony leo, Unaweza tujenga lakini ngoroba tumeichora, ipo, Ili tumeichora inaendelea. na Tumemaliza hall ya kwanza, Hall ya mbele. tunaenda balcony ya juu. Tunaenda ngoroba. Mtu mwenye maono maoni. hakosi vita, Ndakosaka. lakini hakosi ushindi. nindi ndayawanukilyo Aina 3 ya maono, haraka. mawoni mithembena. Namba 1, woni wambe maono ya muda mrefu. woni webinda iyasa. Najua niwisi sisi watu tuliookoka ithi atangiwa hatunaga mambo makubwa, tuithana maundu manene kwa sababu hatuvipi, yani hatutoi muda nundu tuyine ngai binda wa kufanya mambo makubwa. wakwika maundu manene. Tunataka vitu vya leo na kesho. tiendo sindu sio munthi na uni. Kwa hiyo ukitaka kujenga unasema nataka nijenge wiki 2 tu. etha uyase nienda kwaka uyase nienda kwaka Nakwambia utajenga rumu moja tena ya mabati. na nienda kutajwa sumani iswili uyaka kalumbu kama. Lakini ukitaka kujenga gorofa, indi wenda kwaka ngoloba ni lazima ujipe muda, ni lazima winenge winda ujipange, wivange upige hesabu. no yika Mimi maishani mwangu, Bishop, nyedha yuni wakwa nimesimamisha ile nyumba ya chini. Nina Saa hii naanza kujenga gorofa. Nimesema nyumba ya Bwana itakuwa gorofa na kwangu ni gorofa. kwa ni ngoloba na nyumba ya ngai ili wa ngoloba. Unajua kwa nini nimekasirika? Kwa wadha hata Jirani yangu hajaokoka mtu ni sinikina dhati ye mtu wa kwanye timu tangie na amejenga gorofa. na akite ngoloba Tunapakana naye. tubakanite imwe. Nikawaza sasa mimi ni mtumishi wa Mungu. Na kwa nasiwaniana nasi Atakuwa kitema mate kule juu inakuja chini nipate. na kwa ni mudhukumi wa ngai. Hapana. Kasi akeuke baye Wanasema aliye juu mgoje chini. masi aula wi. Lakini mimi hapana. Aliye juu namfuata huko aliko, piga kelele. Ya pau. Ulawi yulo ni mwate ya buyo lowe. Kwa nilistopisha. Na kwa unaungamia. Nilifika lenta nikaachana nayo. Na bikiele pa ndilisia na anakola. Na ipiga chini na inua gorofa. Ningu valu cha nuki liengoloba. Maono ya muda mrefu. Uoni wewe ndayasa. Aina 3 ya maono. Midembe 3 ya uoni. Namba 1, maono ya muda mrefu. Tasi ya uoni wewe ndayasa. Ukihitaji mambo makubwa, wenda maundu manene. jipe muda. Inenge binda. Amen. Watatuheshimu tu. Inenge binda kwa Sema haleluya. Asi haleluya. Haleluya. Sasa mambo makubwa Maundu manene yanakuja ukimwona Mungu mkubwa. Moka kwa kwila wona ngai. Ukiona Mungu mkubwa, wona ngai munene, mambo makubwa yanaweza kuja. maundu manene matona kuka. Samueli wa kwanza, Samueli wambe sura ya 3, kilungu cha karatu mstari wa kwanza na muswa wambe mpaka mstari wa 12. kubika muswa we 12. Samueli wa kwanza, Samueli wambe sura ya 3, kilungu ni cha karatu mstari wa kwanza muswa ni mpaka mstari wa 12. kubika we 12. Sasa naomba kwa sababu ya muda nitasoma haraka Kiswahili, tutaendelea kufasiri hapo, sawa Kijana Samueli alihudumu mbele za Bwana chini ya Eli. Katika siku zile neno la Mungu lilikuwa adimu, hapa kuwepo na maono mengi. Kimbia haraka. Usiku mmoja Eli, ambaye macho yake yalikuwa yamefifia sana kiasi kwamba aliona kwa shida sana, alikuwa amelala mahali pake pa kawaida. Taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala hekaluni mwa Bwana ambapo sanduku la Mungu lilikuwako. Kisha Bwana akamwita Samueli. Samueli akajibu, mimi hapa. Naye akakimbia kwa Eli na kumwambia, mimi hapa, kwa kuwa umeniita. Lakini Eli akasema, sikukuita, rudi ukalale. Hivyo akaenda kulala. Bwana akaita tena, Samueli. Naye Samueli akaamka kwenda kwa Eli na kusema, mimi hapa, kwa kuwa umeniita. Eli akasema, mwanangu, sikukuita, rudi ukalale.
Wakati huu Samueli alikuwa bado hajamjua nani? Hajamjua nani jamani? Bwana. Neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamuita Samueli mara ya 3. Naye Samueli akaamka kwenda kwa Eli na kusema, mimi hapa, kwa kuwa umeniita. Ndipo Eli akatambua kuwa Bwana alikuwa akimuita kijana. Hivyo Eli akamwambia Samueli, nenda ukalale, na kama akikuita sema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako, si kijana tena, mtumishi wako anaenda level nyingine, mtumishi wako anakusikiliza. Hivyo Samueli akaenda na kulala mahali pake. Bwana akaja akasimama hapo, akaita kama mara zile nyingine. Wow, Bwana yeye ndo amekuja sasa. Samueli, Samueli. Kisha Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa nani? Mtumishi wako. Anafanyeje? Anakusikiliza. Naye Bwana akamwambia Samueli, tazama, nipo karibu kufanya kitu katika Israeli ambacho kitafanya masikio ya kila mmoja atakayesikia yafanyeje? Yawashe. Mstari wa 12. Sawa, 12. Tusome pamoja. 1, 2, 3, twende. Wakati huo nitatimiza dhidi ya Eli kila kitu nilichonena dhidi ya jamaa yake, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naongea juu ya maono ya muda mrefu. Ninena yulua woni webinda yasa. Mungu anawekeza ndani ya Samueli. Gaini weki ya ndini wa Samueli maunduma. Kuanzia Hana kukosa mtoto, kuma kwa Hana kuidwa tena mwana, mpaka kupata mtoto, kubikia Hana kukwata mwana, akapelekwa hekaluni na kutoa hekaluni. Mungu anawekeza, maana anaona nabii. Gainu wiki ya sindusia vinya, lakini sio nabii wa kutokea tu ghafla. Nadhani kwambie kila mtumishi wa Bwana huwa anaandaliwa kwa muda mrefu. Maana ili uweze kufanya hii kazi unahitaji literature ya kutosha. Nuenda kuumba ni kwa kuyanya. Tofauti na hapo, utakuwa kama nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Ukedwa wili la nyumba yake weke dangadhini. Si kutoka karibu. Ndi umeteba kubi. Kwa sababu naenda mbali. Nundu niende tebasa. Samueli anaandaliwa. Samueli akwete kumba kwa muda mrefu kuwa nabii wa Israel. Haikuwa kazi rahisi, lakini ukitaka kupata mtu wa nguvu lazima apate muda wa kuandaliwa. Maono ya muda mrefu yanahitajika ili kupata vitu visivyo vya kawaida. Itesi ya kawaida. Amen. Maono ya muda mrefu yatakufanya ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Utmatema kawaida. Unaweza kupunga tu hivi. Naomba kelele kwako utu. Punga tu. Ukelio kwako. Unajua mimi ni mwinjilisti. Wewe ni mwinjilisti. Yeah. Nimekaribia. Namba 2. Namba ile maono ya muda wa kati. Woni webinda ya katikati. Naongea juu ya aina 3 za maono. Ninena woni kundu kutatu. Kwenye kitabu cha Mwanzo Evipuku ni amwambililyo 41 miongwena ne mwambililyo 14 na mswawe 10 mpaka 32 kubika miongwena tu na ile. Mwanzo mwambililyo 41 14 mpaka 32 mswawe 14 kubika miongwena. Biblia inazungumza. Biblia inena inasema hivi: basi Farao. Naweza kupata Kiswahili nyingine? Haleluya. Haleluya. Basi Farao akatuma ile ya kwangu nasema Yusufu Yosef. Yeah. Twende tuanze. Basi Farao akamtuma Yosef aitwe, naye akatolewa kifungoni haraka. Baada ya hii inanichanganya.
Tafutie Kiswahili. Iko chini. Oh, Ya chini. nilikuwa nachanganyikiwa. Kuna ya chini. Lakini sasa nimeelewa. Haya. Yes, ndio ya chini eh? Asante. Ndipo Farao akapeleka watu akamuita Yusufu, sawa. Wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa nani? Kwa Farao. Naongelea maono ya muda wa kati. Ya kinene auoni wao. Mstari wa 15, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunifasiria, nami nimesikia habari za nani? Zako. Mtu mwenye maono, Mundu inawoni. habari zake ni lazima zitasikika. Upo wake ukewika. Mimi church ya kwanza nilifungua mjini. Kanisa wako ombe na bingu ite Unatembea na miguu kwenda mjini. Natembea na mao kudhibuta unisu. Church ya pili nilienda kidogo. Kanisa wake linaendie nzaba nini? Kilomita kadhaa kama 7 kutoka Kilomita mjini. cha muonza kuma taunini. Kuna mtu mmoja akaniambia, "Pastor, Mundu mwambia pastor, wewe si type ya kuchunga watu kijijini." Wendu mudhemba wa kupasa andu maku ya Unanielewa? Misini. Akaniambia, wewe Ambia we. sio aina ya wachungaji Wendu mudhemba wa makanisa ya vijijini. Mama. Unastahili kuwa na center mjini. Lakini mtu mwenye maono hata akiwa vision, haleluya. Jamani, haleluya. Lazima uwe mtu wa kuona. Usikae na muonaji ukiwa kipofu. Na kuduke kala na mwoni wikila linda. Tuone vile muonaji anavyoona. Na hicho ni tuone. Twende vile muonaji anavyosema. Na tutapata matokeo. Kunena na itu kwa tosungio. Tukianza kujenga bwana pale kanisani. Natambililia kwa kabu kanisani. Tulikuwa tunasimamisha chuma moja, tunakaa. Twaunga masio chuma kimwe tukekala. Watu 24, unajua Andu miongweli nana. Tuliposimamisha chuma, na twaunga mise chuma. Nikasema acha nijenge kama Mchina. Na sekana aketa Mchina. Lile jengo la zamani nikalibomoa. Ulamu akwate ni nao. Nikazungusha mabati. Na yulukija. Kwa watu wanaona chuma tu zinanyanyuka. Makona. Chuma tu zinanyanyuka so. Sasa mimi niko ndani. Niko huko ndani. Watu wakipita nje wanaongea lakini mimi nawasikia hawanioni. Ni mabati ni makwandu menza mabiti no mainena no ngumegwe ende mama imbene. Siku moja wakati anapita sema che. Mabiti man. Wanajenga iti gorofa. Che. Wanajenga iti gorofa. Mimi nawasikia. Nyeno ngumegwe. Naomba nikwambie ukiwa mtu wa maono, ni kule kutabia wewe mundu awoni. Fanya vitu vyako. Ika maundu mako. Wewe na Mungu. Wewe na ngai. Tulianza kujenga pale hakuna mtu tumemwambia. Tuambililie kwa kabuna bai mundu twatabitie. Niliwaambia kanisani na marafiki